zawadi gani? Anamuuliza Gehazi ambaye ni mtumishi wake. Na Gehazi tayari alikuwa ameshasikia kwamba hii familia ina kila kitu isipokuwa hawana nani? Hawana mtoto. Elisha anasema, mama, kwa ukarimu wako ulioonyesha, mwaka kesho muda kama huu utakupatia mtoto. Ukiangalia hapo ndugu zangu, hakuna mahali huyo mama alimfuata Elisha akamwambia, mzee, nimekuwa nikikuhudumia muda wote mpaka nimekupatia mahali pa kulala. Mimi na shida moja, nahitaji mtoto. Huyu mama hakuwahi omba. Lakini kile kitendo chake cha ukarimu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni sala ya kutosha. Kwa hiyo hata sisi ndugu zangu, ukarimu wetu, Mungu anajua tunahitaji nini. Unajua kuna watu ambao anakuja analala kanisani, anakuja pata niombe, lakini hakuna kitendo cha huruma amefanya. Hata kwenda kuona mgonjwa hospitali haendi, kwenda kwenye misiba haendi, kutoa shukrani na mavuno hatoi, kutoa sadaka hatoi, matoleo hatoi. Lakini yuko tayari kila mara kuomba, niombe. Unaomba mpaka unachoka, lakini hamna jibu. Kwa sababu hakuna kitendo cha huruma ambacho, angalia huyu mama hakuwahi omba, lakini ule ukarimu wake ilikuwa ni sala ya kutosha. Naona siku ya leo ndugu zangu, tunaulizwa hata sisi ukarimu wetu uko wapi? Mama kanisa ametupa nafasi nyingi sana kwetu sisi wa Kristo tuonyesha ukarimu wetu. Sadaka ni mojawapo. Kwamba mimi wakati natoa sadaka yangu, sitoi nikijua kwamba nataka Mungu anifanyie hichi na hichi sadaka yangu nimetoa. Toa sadaka yako ile ambayo Mungu amekupa. Na nimesema Mungu namtolea Mungu sadaka yangu hii. Wewe tulia. Ndio Mungu alisema kitabu cha Malaki, nijaribuni. Alafu mtaona kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kuatirishia nini? Baraka tele. Nijaribuni. Kwa siku leo tunaambiwa tumjaribu Mungu kwa ukarimu wetu. Toa sadaka yako, tulia. Ni matoleo. Nafasi nyingine ambayo tumepewa kwa ajili ya kuonyesha ukarimu wetu. Mama kanisa anasema wanatangaza kwamba jumuiya fulani watakiwa watoe matoleo. Kuna wale ambao ndugu zangu kunawafuata, muda wa matoleo unajua zote unajua tokena hapa kwangu mimi sina yeye ni kuanzia mwanzo mpaka. Kuna watu mihalo ama kajikondo yaani mwanzo mwisho. Atagombana na viongozi wa jumuiya, atawachukia kwa sababu haiko tayari kutoa. Lakini unajua kwamba wakati ambapo unatoa, hata kama ni ndizi moja, hata kama ni kipande cha sabuni, hata kama ni kibiriti, hicho ndio Mungu amekuwezesha kutoa. Toa kwa sababu Mungu anasema, Mtakatifu Paulo anasema Mungu anampenda yule ambaye anatoa kwa moyo wa furaha. Toa kwa moyo wa furaha. Mungu ana matoleo yangu katika jumuiya yangu siku ya leo. Hata kama ni mshumaa mmoja, toa. Alafu ukae umjaribu Mungu. Nyingine tena ni mategemezo, kwa mfano shukrani ya mavuno. Mungu naye huwa anatutesi sana. Usoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anasema kwamba toeni shukrani yenu ya kwanza, mavuno yenu ya kwanza, nafaka yenu ya kwanza, mpeleke kwa makuhani. Haya mazao yabarikiwe. Alafu nyumbani pangu kuwe na chakula. Alafu muone kama sitafungua madirisha mbinguni na nje kuendelea kuatirishia baraka tele. Ndio maana ndugu zangu, nataka niwaambie wazi kwamba shukrani ya mavuno ni tendo la kiroho. Wakati mtu anapotoa shukrani yake, anatoa kile ambacho Mungu amemgusa na amempa. Hata kama ni kikombe kimoja cha mchele ama cha mahindi, hicho ambacho Mungu amempa, anakitoa. Na anapokitoa lazima kije kibarikiwe kwanza. Ndio shukrani ya ili ni kitu ambacho Mungu alitoa amri tangu kipindi cha Musa. Lazima ibarikiwe kwanza. Baada ya hapo itafanywa matumizi mengine. Kwa hiyo sasa hivi kama tumeplan kwamba baada ya shukrani na mavuno itatumika pia katika ujenzi wa kanisa letu. Lakini hatuwezi kuipeleka pesa benki kabla haijabarikiwa. Tukifanya hivyo, hiyo inakuwa ni mchango wa ujenzi wa kanisa, sio shukrani na mavuno. Sio, tunaelewana? Yaani inakuwa yaani watu wametoa hela, unachukua ama mavuno, unauza, unapeleka hela benki.
Halafu anasema ndio kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, lakini tukumbuke kwamba imebarikiwa. Yule aliyetoa amebarikiwa. Ndio maana Father anazunguka kwenye vigango, anazunguka kwenye jumuiya. Lengo ni kutoa baraka kwa wale ambao wametoa shukrani yao ya mavuno. Ingekuwa kama sio basi watu Father angesema mimi nakaa hapa, yeye niletee shukrani na mavuno, ama mkauze mweke la benki, hakuna shida. Hiyo isingekuwa shukrani na mavuno, ingekuwa ni mchango wa ujenzi. Lakini wakati ambapo Father anazunguka, lazima tuhakikishe kwamba mchango yetu, hata kama ni fedha, kama ni mazao, kwanza tunabariki. Na maana katika ile sala nasema Mungu nakuomba ubariki wanajumuiya hawa, ubariki na upokee shukrani walizokuletea. Nasikia hiyo sala inaenda hivyo. Na kwa ubariki wanajumuiya hawa, ubariki shukrani na mazao aliyokuletea, ili wanapoendelea katika ujenzi wa kanisa lako, Mungu uwe mwanzo wa mafanikio yao. Ndio maana siku leo ndugu zangu, mama kanisa anatuambia tuwe na huo moyo wa ukarimu wa kujenga kanisa. Alafu anambia wakati ambapo unafanya mjaribu Mungu, kwa sababu atafungua madirisha ya mbinguni atushie baraka tena. Na maana katika injili ya leo Yesu anatoa gharama za kuwa mtumishi wa Mungu. Unajua tukumbuke kwamba Yesu alikuwa na wafuasi wake, walikuwa wakitembea naye, walikuwa akiona anaifanya. Kwa hiyo muda wote walikuwa nyuma yake, yeye alikuwa mbele. Leo hii anawaambia sasa, nendeni mbele, mimi narudi nyuma. Anawatuma, nenda huko, nenda kule, nenda kule, nenda kule. Wajamaa wanashangaa tunaanzia wapi? Anaanza kuwafundisha yale ambao wataenda kuyasema. Anasema ukifika huko, mwambieni hivi, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Ndugu zangu, wote tunajua amri ya 4 inasemaje? Amri ya 4, maana lazima tuwapende wazazi wetu. Hapa Yesu anazungumzia nini akisema ampendaye baba kuliko mimi? Maana yule ambaye anathamini mzazi wake lakini amkumbuki Mungu, huyo sio mtumishi, hastahili kuwa Kristo. Anasema kwamba ndio lazima tupende wazazi wetu, lakini vile vile mzazi hawezi nizuia mimi nisiende kumtumikia Mungu. Na hata atakaponizuia nitamwambia baba, sikiza nikwambie, mimi nataka nifuate Kristo. Kama mfano unajua ndugu zangu, kuna familia ambazo zimesambaratika. Hata tukiwa tuna misa ya TYCS huko na Matio misa wapi, unakuta mtoto anakuja anasema, mimi baba yako amekataa nisibatizwe kwa sababu wazazi wangu ni wapagani, lakini mimi nimesema kwamba nataka kubatizwa. Yaani nafurahisha hana na hali kama hiyo, mtoto anaguswa na natamani mfuate Kristo. Ama unakuta saa nyingine mzazi analeta kasoro kwa nyumbani, kuja kumwaga damu sababu kumwaga kila hali wake. Mama anasema mimi nyumba yangu ina Yesu, sitaki nani? Sitaki kasoro. Maana mimi nataka nyumba yangu ilindwe na Mungu, sio kasoro. Kwa hiyo hapo nasema kama kuna ugomvi utatokea kwa sababu ya Kristo, Yesu anasema huyo ananistahili na nitakulinda. Atakulinda. Kwa hiyo anasema kwamba kuna gharama. Alafu kama hivyo isiwe tena ni kitendo cha dhambi kumchukia mzazi kidhambi. Kwa sababu umeshasikia mara ngapi kama ile ilitokea tukio hapa, ilitokea Baihani Lola, lakini mmesikia mwaka jana wakati ambapo kuna mama mmoja Mkristo wetu alikatwa saa 1 jioni kwa sababu watoto wake walituma watu kutoka Tabora. Nafikiri mmesikia hiyo. Watuma kutoka watu kutoka Tabora, wakaja wakapewa 1,100,000. 100,000 ilikuwa nauli, 1,000,000 ilikuwa ni mshahara baada ya kazi. Kwa hiyo wakaja vizuri, wakasimama hapa Dilia. Mmoja akatoka akaenda mpaka Ihalo, Ilola, akaangalia mazingira pale. Wao kama na habari kwa mjukuu wake na watoto wake pale. Ndio baadaye simu ikapigwa, njooni ushakulia. Wengine wakatoka kwa wengine na pikipiki wakaenda. Kufika kule wakaenda wakaona pikipiki potea kwa sababu hawakutaka ushahidi wote.
Wakaenda polepole kama ni wageni kwenye familia, sababu saa moja inafika karibu saa 2, wakaenda kumkata yule mama mapanga. Wakamfereka. Alafu baadaye wakatoka wakaenda. Walipofuata hiyo kutoka kwa yule mama ameshakatwa. Fuata mama mmoja Mkristo. Na hiyo ilitengenezwa na watoto wake. Sasa hiyo ni chuki ambayo Yesu haizungumzii. Sio chuki kama Yesu anazungumzia kumkatakata mzazi wako ndio ufuate Kristo. Ama ile ilitokea Mwanza kwa sababu jamaa walikuwa na mapacha wawili. Mmoja akawa apate watoto. Akasema mama ni mchawi. Mganga alisema vizuri sana, huyu mama ni mchawi. Tufanyeje? Hakuna kupoteza muda. Walikata mama yao. Walitakaza kwa mgongo wa bali. Mapacha wawili. Hiyo ni chuki ambayo sio tunazungumzia chuki kama hiyo. Lakini anasema ile ambayo ni ya kimungu, kwamba mimi namweka Kristo mbele katika maisha yangu. Ndicho ambacho Yesu anasema. Na maana akaendelea kusema pale